Habari za wakati huu, mpenzi watazamaji wa Superwoman TV, katika kipindi chetu cha Ukweni. Ninawapenda sana jamani. Ijumaa tulikuwa na mada ya kwa nini tunachunguza simu za wenza wetu, si ndio? Tulikuwa na mada hiyo. Naona mjadala huu umeibua mambo mengi sana makubwa, kukiwa na mvutano mkubwa sana. Kuna watu wanasema kwa nini usikague, mwingine anasema ni lazima nikague, na kuna mwingine anasema sitakiwi kukagua. Kwa hiyo mimi nataka niseme hivi kwamba Jumatatu tutaendelea na mjadala huu tukiwa na wanandoa wawili, lakini tutakuwa na msaikolojia ambaye ataweza pia kutuelezea kiundani zaidi na kutufahamisha kiundani zaidi namna ambavyo tunaweza tukakuwa na njia nzuri. Swala sio kushika, yaani kushika simu ya mwenza wako yani mbona simu sioni tena, kushika simu ya mwenza wako ukashika tu hivi kwamba naitumia kupiga, kuongea na mtu, unajua, kuangalia labda picha, kutaka kujipiga picha au kuitumia kujirekodi, sio vibaya. Lakini swala ambalo tunazungumzia ni wewe kwenda kuichunguza ile simu. Sawa? Yaani kwa nini uende ukaichunguze? Kwa nini? Yaani unaichunguza kwa vitu gani? Unataka kugundua nini? Na ukishagundua unataka ili uwaje? Ili ufanye nini? Vitu vingine ni kujitafutia tu matatizo mwenyewe, kwa sababu yaani mpaka ikaitwa simu ya mtu fulani ni ya kwake. Wengi mmekuwa na utetezi wa kusema ukishakuwa wanandoa nyie ni mwili mmoja, kwa hiyo kila kitu cha kwenu ni kimoja. Na mimi nataka niulize hivi, kwani ile fingerprint ya vitambulisho vya NIDA unapoweka pale, kuna mahali pa kuweka wanandoa, yani mkaweka fingerprint moja, mkatumia kitambulisho hicho kimoja watu wote? Kwa nini vile vitambulisho visitumike kwa wanandoa kikawa kimoja, kila mtu akawa yani kimoja katumia kwa watu wote? Kwa nini tunatumia kila mtu ana cha kwake? Kwa sababu ana identity yake, kila mtu ana utambulisho wake mbele ya jamii, mbele ya wapi, yani kokote, kila mtu ana utambulisho wake. Sasa huyo mtu pia simu ni private jamani, ni private yake. Yeye anajua mambo ya kazini, mambo ya biashara, partners yao biashara, watu wote hao biashara, vitu vingine anaelewa, ndio anajua kwamba yani kuna lugha lazima kuongea, kutaniana, kucheka, like mtu kukuita dia, kukuita nini, rafiki nini. Sasa wewe mwanamke ukitoka kumekagua simu umekuta pale watu wanaitana dia, rafiki na nini, kwa nini unaitana dia, kwa nini unaitana rafiki? Umepaniki, umechanganikiwa.